Hey yo, this is MJ brother. La la la. And big shout out to OG by the way. Nobody's Thanks, brother. there. Oh, oh. Shida za dunia zanielemea, nashindwa kujua kipi cha kufanya. Baba God, please remember me. Cause sometimes I feel like nobody's there for me. Labda wa nyumbani wananielewa, lakini bado sana. Yo, spend a lot of time for myself, ila bado mawazo yamejaa chungu mzima. Nafsi yangu imechoka bwana. Vipindi vigumu yaichoma sana nafsi yangu. Oh Lord, yangu ya moyoni yanayonisumbua. Acha nafsi yangu iseme. Baba God, vipindi vigumu yaichoma sana nafsi yangu. Oh Lord, vipindi vigumu yaichoma sana nafsi yangu. Oh Lord, help me, oh Rabbi, 'cause I don't get anybody. Nobody's there for me. Nakutegemea wewe, nakuangalia wewe tu. Nobody's there for me. Yo, spend a lot of time for myself, ila bado mawazo yamejaa chungu mzima. Nafsi yangu imechoka bwana. Vipindi vigumu yaichoma sana nafsi yangu. Oh Lord, help me, oh Rabbi. Yeah, vipindi vigumu yaichoma sana nafsi yangu. Oh Lord, help me, oh Rabbi, 'cause I don't get anybody. Nobody, nobody's there for me, my God, be there for me. Nobody, nobody's there for me, my God, be there for me. Baba, mimi nataka nikujuze yangu ya moyoni yanayonisumbua. Acha nafsi yangu iseme. Baba God, vipindi vigumu yaichoma sana nafsi yangu. Oh Lord, help me, oh Rabbi. Vipindi vigumu yaichoma sana nafsi yangu. Oh Lord, help me, oh Rabbi.
'cause I no get anybody. Nobody, yo, 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 yo. Nobody's there for me, my God. Be there for me. Nakutegemea wewe tu. Nobody, nakuangalia wewe tu. Nobody's there for me, my God. Be there for me, yeah. 'Cause I no get anybody. Nakujua kwa jina la kifo, sijawahi kukuona kwa uso. Natamani usingekwepo, wenda nilimpenda leo ungekwepo. Kuna wakubwa wala watoto, unakatisha future na ndoto. Kinachoniuma tabia yako nachukua, tunavyovipenda kuliko wala wengine unatupa ajali na magonjwa, ili mradi upate sababu ya wewe kutusoma. Tena una huruma tunapolia na kuomba, kusema utamrudisha mana hatujui anakokwenda. Napochukua tabasamu jua tuachana maumivu, nalotufanya tuamini kwamba vizuri havitumu. Kesha unabeba wanaotegemea kifo, kifo. Wazazi walezi wanaotulia kifo, kifo. Wanaojitolea kututetea kifo, kifo. Awe wanapenda tunavyolia kifo, kifo. Wewe mgeni kifo, wacha maumivu kila upitapo. Hautambui mzuri au mbaya, mzima ama kilema. Wenda kwenye giza ndiko utokako, bahati mbaya hatujui kesho. Najiuliza upi mwisho wako, je nawe kitakukuta kifo? Nachunga kinyume nisikufuru, huenda hili ndiyo jaribio langu. Japo wako tena kwenye mboni zangu, ila milele utaishi kwenye moyo wangu. Napochukua tabasamu jua tuachana maumivu, nalotufanya tuamini kwamba vizuri havitumu. Una huruma sana toto siojua dunia kifo, kifo. Awe wanapenda tunavyolia kifo, kifo. Ona unavyositesa familia kifo, kifo. Majonzi huzuni ndio ilobakia kifo, kifo. Nakujua kwa jina la kifo, sijawahi kukuona kwa uso. Natamani usingekwepo, wenda nilimpenda leo angekwepo. Una wakubwa wala watoto, unakatisha future na ndoto. Kinachoniuma tabia yako nachukua, tunavyovipenda kuliko wala wengine unatupa ajali na magonjwa, ili mradi upate sababu ya wewe kutusoma. Tena una huruma tunapolia na kuomba, kusema utamrudisha mana hatujui anakokwenda. Napochukua tabasamu jua tuachana maumivu, nalotufanya tuamini kwamba vizuri havitumu.
Chajabu na beba wanaotegemewa. Kifo, kifo, wazazi walezi wanaotulea. Kifo, kifo, wanaojitolea kututetea. Kifo, kifo, awe wanapenda tunavyolia. Kifo, kifo. Wewe mgeni kifo, wacha maumivu kila upitapo. Hautambui mzuri au mubaya, mzima ama kilema. Wenda kwenye giza ndiko utokako, bahati mbaya tujui kesho. Najiuliza upi mwisho wako, je nawe kitakukuta kifo? Nachunga kinywa nisikufuru, huenda hili ndiyo jaribio langu. Japo wako tena kwenye mboni zangu, ila milele utaishi kwenye moyo wangu. Napochukua tabasamu, jua latuacha na maumivu. Nalotufanya tuamini kwamba vizuri havitumu. Una huruma tena watoto siojua dunia. Kifo, kifo, awe unapenda tunavyolia. Kifo, kifo, ona unavyositesa familia. Kifo, kifo, majonzi huzuni ndio ilobakia. Kifo, kifo. Kwenye dunia kilio chako ni kicheko kwa mwingine, furaha yako shibaroni kwa raha ya Mungu, na moto wa mbinguni ulimo napata kukaa nuruni kabisa, na nuruni Yesu Mwokozi. Baraka zilizo katika wokovu nilizipata kwa bure, nilipoungama makosa na dhambi kwa Yesu Mwokozi wao. Nashiba rohoni kwa raha ya Mungu, na moto wa mbinguni ulimo napata kukaa nuruni kabisa, na nuruni Yesu Mwokozi. Mwokozi aliniondoa poreni, natunzwa shambani mwa Mungu, na sasa kwa mvua na jua la mbinguni namzalia matunda. Nashiba rohoni kwa raha ya Mungu, na moto wa mbinguni ulimo napata kukaa nuruni kabisa, na nuruni Yesu Mwokozi.
naona maisha ni yenye maana, ni kumtumikia Mwokozi. Kuishi ni Kristo na kufa faida kwa la Mkristo wa kweli. Nashiba rohoni kwa raha ya Mungu, na moto wa mbinguni ulimo, napata kukaa nuruni kabisa, na nuruni Yesu Mwokozi. Nashiba rohoni kwa raha ya Mungu, na moto wa mbinguni, napata kukaa nuruni kabisa, ni Yesu Mwokozi. Tunashukuru Mungu kuwa tena hapa asubuhi ya leo. Kwa hiyo tunaanza na heshimia muda ambao tumepewa. Tunaanza na maombi ya kufungua mkutano. Nitakwenda kuita mchungaji Amani. Pastor Amani anaomba na kufungua mkutano wetu kwa hii kipindi tuko nayo. Mchungaji Amani, karibu kwa maombi. Asubuhi ya leo, ni kwa neema yako na pendo lako kubwa kwetu. Kabla ya yote tunakualika kwa Bwana mkutano huu. Kautangulie Mungu. Hatamia kila mtu, hatamia mkutano huu kwa ujumla. Uwepo wako, nguvu zako zitende kazi kwetu. Bariki huduma zote ambazo zitahusika na mkutano huu. Yesu, kwa sababu ni mkutano mkuu wa mwisho ambao ni kumbukumbu ya kitu anayetuhudumia. Bariki wasimamizi, bariki watakaohudumia neno, pia bariki nyimbo tunazozungumza, na pia utasikia maombi yetu kwa ajili ya kutuwezesha, tupate nguvu na uwezo wako kwetu, tukikualika zaidi ya yote ya kuamini kwa tunapoanza hivi tutakuwa na amani yako, na mwisho tutamaliza na amani yako, na baadaye ya yote tuungane na huduma ndefu. Tunakabidhi kila kitu mikononi mwako Yesu, kuanza mwanzo hadi mwisho. Utupe nafasi kukushukuru, na utupe nafasi tukurudishie sifa zako na utukufu wako. Hatutazidisha bure usipotenda haya, kama ilivyo imani yetu. Kwetu ni kwamba uitimize imani yetu. Ni kwa Yesu Kristo Bwana tunaomba. Amen. Amen. Ndio Biblia inasema heri nyumba ya matanga kuliko nyumba ya sherehe. Tunakuwa na furaha sana kuwaona katikati yetu kwa wingi. Tunatimiza kama Biblia inatuambia heri nyumba ya matanga. Kwa hiyo Biblia inatuambia kulia kwetu ni tofauti na wale wasioamini. Sisi ambao tunaamini tunakuwa na tofauti ya kulia kuliko wale ambao waamini. Zaidi ya yote tunashukuru kuona tunashindikiza ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo tuna sababu ya kushangilia na kumsifu Mungu na kumpeleka ndugu yetu katika vigelegele na furaha. Huku tukitumaini tutaonana naye tena siku moja katika ile sikukuu ya Bwana. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kwa hiyo ninahitaji waimbaji wetu watupatie chorus 2-3 na baadaye tunaendelea na programu yetu. Karibu sana wa vijana wetu, sije kwaya Philadelphia ama kwaya ya local iko, mtupatie chorus 2. Karibu sana. Na kama hakuna waimbaji basi aliye tayari atupatie chorus 2, tunakwenda kuendelea na programu yetu. Ayo dunia, tutaiacha dunia. Ayo dunia, tutaiacha dunia. Ayo dunia, tutaiacha dunia. Ayo dunia, tutaiacha dunia jamaa. Ayo dunia, tutaiacha dunia. Piga mikono tuimbe, piga mikono. Sikia furaha. Aliyetuacha ni mtumishi wa Mungu. Ni shetu mshirikize na vigelegele.
Ayo dunia tutaiacha dunia, ayo dunia tutaiacha dunia. Ayo dunia tutaiacha dunia, ayo dunia tutaiacha dunia. Ayo dunia tutaiacha dunia, ayo dunia. Itasema kusali apodography ukiwaka kusema iko maneno yenye kusema tasemea hapa tasema ayo dunia tutaiacha dunia, ayo dunia tutaiacha dunia. Kwa hiyo tunakwenda kukaribisha ndugu kwa niaba ya familia ambao ana neno la kusema kuhusu mwili ama kuhusu ndugu ambao ametuacha. Tunakukaribisha, karibu. Kwa niaba ya familia, karibu sana kwa neno. Nasema jambo kanisa, jambo wa ndugu, jambo wa Afrika wote. Hiyo mimi nasimama hapa mbele, ni mimi mmoja wapo wa familia ya marehemu, na hapa hatuwezi kuenda bila kusikia maisha yake na nini lacha nafanya hapa duniani. Nitasimamisha kijana asimame na karatasi ili asome. Simama. Jambo tena wapendwa wote. Nitaenda kutoa hotuba fupi kwa ajili ya baba yetu ambaye ametuacha katika majonzi mengi sana. Na baba yetu aliyetuacha na mchungaji wetu alikuwa anaitwa kwa majina ya Andono Iyela, na yeye alizaliwa katika nchi ya Burundi, Nyanza Lake, tarehe 15 mwezi wa 10 ulikuwa ni mwaka wa 1957, na baba yake aliitwa Iyela Lopembwe na mama yake aliitwa Safi Suzana na Shangwe wa jamaa ya Minji Bashimase. Marehemu pia alikuwa wa jamaa ya Balala Bashilomona Bashitembe, na alioa mke wake ambaye aliitwa kwa majina ya Jane Walumona wa jamaa ya Bashilwinda, na walifunga ndoa. Tunatumia interpreter kidogo hapa. Sawa. Nilikuwa nasema ya kwamba walifunga ndoa mnamo tarehe 11 mwezi wa 11 mwaka wa 1990. They got married in 1990. Na Mungu aliwabariki kwa watoto 7. And God blessed them with 7 children. Lakini ndani ya watoto 2 walishatangulia mbele za haki. But 2 of them have left to the glory. Na kwa sasa tumebaki na dada wetu tumebaki na walio hai watoto 5. Now we have 5 who are still alive. Na ndani ya hao kuna mwanaume 1 na wanawake 4. There is 1 son and 4 daughters. Lakini pia marehemu amewaacha
wajukuu 9. The beloved left 9 grandchildren. Marehemu alisoma shule ya msingi, lakini pia akasoma ile ya sekondari na akapata diploma yake d'etat. Our beloved did primary school and then went to secondary school and got his grade 12 certificate. Na hakuishia hapo, alipendelea sana kuendelea mbele zaidi na alienda Kenya. And he didn't stop there. He went to Kenya. Na akasoma kwenye chuo cha Biblia kinachoitwa MPBC. And he went to a Bible college. Na akapata diploma yake huko. And he got his diploma. Na baadaye tena akaja akasoma leadership. Then he also did leadership kwenye chuo cha Afmen. At Afmen College. Lakini pia alikuwa mchapakazi. He was a worker. Na alianza kazi yake kabisa mapema sana kama mwalimu wa shule ya msingi pa Epe Makobola. He started at early age as a teacher at Makobola Primary School. Lakini pia aliwahi kufanya kazi ya ualimu katika shule ya Biblia. He was also a teacher at a biblical school. Na chuo hicho kilikuwa cha kanisa la ACP Uvira. He was of the church ACP in Uvira. Lakini pia aliwahi kuwa katibu wa kanisa la PEFA. He was also a church secretary. Na alikuwa tena representative wa kanisa la ACP. And he was also a church representative of ACP. Na alikuwa pia mwalimu wa chuo cha Biblia ama shule ya Biblia pa Ibien. And he was also a teacher at the Bible school. Na magonjwa yaliyotuma mpaka mpendwa wetu baba yetu akatuacha, alikuwa anasumbuliwa na mifupa kuuma, lakini mwishowe ilionekana ilikuwa ni saratani ya mifupa. Our beloved was sick, was suffering from bone pain, and that's what caused his death. Na ilikuwa siku moja hivi ya Jumanne tulipata taarifa za kifo chake. Ilikuwa ni tarehe 23 mwezi wa 12 mwaka wa 2025. It was a Sunday. It was a Sunday when we received the message that he was sick. Ilikuwa ni Jumanne siku ya pili. Okay, it was on Tuesday that we received the news of his passing. Tarehe 23 mwezi wa 12. On 23rd 2025. last month 2025. Na siku hiyo ndio aliyotuacha akiwa na miaka 66. That's when he left us while he was 67. 68. Kwa hiyo sisi kama familia ya Balala Bashilomona Bashitembe, we as a family tunaenda kuwashukuru nyote ambao mulikuwa pamoja nasi katika wakati huu mgumu. We thank you very much for being with us through this difficult moment. Tunajua ya kwamba mulikuwa na makazi yenu, mulikuwa na mambo mengine ya kufanya. We know that you had great things or a lot to do. Lakini kwa upendo ambao mulipenda kutuonyesha, muliacha makazi yenu, mkaja kushinda na sisi, mkalia na sisi, mkalala na sisi. But because of the love you have toward us, you left whatever you were doing to come and stay with us, cry with us, and sleep with us. Na hata leo siku ya kumuaga marehemu, wengine wameendesha magari kwa safari ndefu sana, wako hapa. And today, his last day, many traveled, had to drive long distances to be here. Kwa hiyo tunaenda kuwashukuru sana, tena sana. We thank you very, very much. Na sisi kama familia tuna cha kuwalipa. And we as a family, we don't have what to pay you back. Lakini tunajua ya kwamba Muumba Mwenyezi Mungu wa siku zote atawalipa zaidi. We know that our Creator, our Lord, will pay you more.
Tunawashukuru sana na asanteni sana. We thank you very much. Asante. Tunaendelea na ushuhuda katika hiyo hali ya kuleta ushuhuda wa ndugu ambao wametuacha. We continue with testimonies. Tunakwenda kualika mama ama mke wa marehemu, ana neno pia la kusema. We are going to call the widower to come and give us. Tutamsi mama ajipe moyo. We ask her to be courageous. Ninamjua ni mama ushujaa. We know that she's a ni mwinjilisti wa Bwana. She's an evangelist. Hata katika magumu hatakosa neno la kusema. Even through difficult moments, na tutasikia ujumbe ambao atatuambia. We are going to listen to akijipa moyo kwa wakati ngumu ambao amekuwa nao. If she have courage on this difficult. Basi mama, Mungu akupe nguvu. Mother, may God. Na karibu sana, tunakupatia microphone. Ajipe moyo sana. Shujaa wa Injili. Bwana Yesu asifiwe, watoto wa Mungu. Amen. Ninawasalimu nyote katika jina la Yesu. I greet you in the name of Jesus Christ. Amen. Na mimi namshukuru Bwana Yesu. And I thank Jesus Christ kwa kipindi hiki kigumu during this difficult moment ambacho kimempendeza yeye, because that's the time he loved kuchukua mtumishi wake and he took his servant, na ndicho kimetukusanya wote. And that's what has gathered us together. Amen. Na katika hili, and through this, kwa sababu tuko katika mwili wa pendo, as we are in the body of love, nimejisikia kulia. I was crying. Nikajisikia kuumia. I felt pain. Nikakumbuka mahali ambapo Yesu. I remembered where Jesus Christ took us from. Oh, Yesu. Katika kulia huko, through crying, namshukuru Mungu amenipa maandiko mawili. I thank God because he gave me 2 words through the Bible. Hayo maandiko yamenitia faraja. Those words encourage me, ili tupate kujua mahali ambapo tumetoka, so that we should know where we are coming from, na mahali ambapo tulipo kwa sasa, and where we are now, na mahali tunapoelekea, and where we are heading to. Na nini Baba amekitamka katika maandiko haya matakatifu, and what the Lord said through his words, mimi na wewe na hao ambao wametutangulia, for those who have gone, and for you and for those who have gone before us. Amen. Nipeni Biblia nisome. Give me the Bible, right away. Tutasoma katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza. We're going to read the book of Thessalonians, First Thessalonians. Sura ya 4. Chapter 4. Mstari wake wa 13. Verse 13. Hadi 18. Through 18. Maandiko matakatifu yanasema hivi. Nasoma katika msaada wa Roho Mtakatifu. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasiokuwa na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa waambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana. Hakika hatutawatangulia wao waliokwisha
kulala mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi tufarijiane kwa maneno hayo. Amen. Tunakwenda kusoma andiko lingine. We are going to read la Ufunuo, from Revelation, Ufunuo sura ya 21, chapter 21, mstari wa kwanza from verse 1 hadi 7. through 7. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza imekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, naye atakuwa nao watakuwa watu wake, naye atakuwa Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama yote tazama na yafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno hayo ni amina na kweli. Akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemchemi ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atarisi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Amen. Ndugu yangu, tujikaze. Brother, let us be strong, ili uwe mwana wa Mungu siku hizo. so that you should be the son of God. Tazama haya ambayo Baba ametuhakikishia katika maandiko haya matakatifu. After what we have heard from what is written in the Holy Bible, Kitabu cha Wathesalonike, the kitabu cha book of Ufunuo, Thessalonians and Revelation, ni maneno ya faraja. those are words of consolation. Tujikaze, ipo siku Let us be strong. tutakwenda kuonana There will be that day we shall meet him. na wote ambao wanaotuaga, We want to meet all those who have left us, na ikiwa wamemwamini Yesu Kristo, and if they believed in Jesus Christ, na wewe ukiwa umemwamini. and you if you believe also in Jesus Christ. Ninaamini haya ambayo Baba ametutamkia ni kweli, What our Father just said, itakuwa hivyo. that what will happen. Amen. Na kuna wimbo sisi kama familia yake, mke na watoto, kuna wimbo ambao alikuwa mpendwa wetu, mume wangu, baba ya watoto, tutawimba. There is a song he loved a lot, I and the family, children, we are going to sing that song. Njoni wanangu, tuage baba yenu. My children come so that we can be the farewell for your father. Ni wimbo wa tenzi za rohoni namba 92, kama sijasahau nikumbushe watoto. It's a song from Tenzi ya Injili, number 92.
Jina la Bwana libarikiwe. Ya tunakwenda kuimba wimbo huu kama familia kumuaga mzee. Alikuwa na upenda wimbo huu. Asante Yesu, nisaidie Bwana. Nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Nataka nione Yesu na nizidi kusikia anenapo nifahamu na nizidi kupambanua mapenzi yake nifanye kwa mazungumzo
I was born in December 25. Mama yangu alikufa December 11. My mother died on December 11. Baba yangu alikufa December 16. My father died December 16. Mzee amekufa December 21. My father-in-law died December again. Nasikia December kwangu ni siku moja ya historia. December to me is historical. Nasimama sio kwa ajili ya kupendeza watu, lakini kwa ajili ya kushuhudia matendo makuu ya baba yangu. I'm here not to please the people but to say the greatness of my father. Hakuwa tu baba, alikuwa rafiki pia. He was not only my father but he was a friend. Namwahidi mbele ya watu na mbele ya Mungu kwamba sitamwangusha. I witness that I will never let him down. Nimepoteza jambo kubwa sana mu maisha. I have lost a great person in life. Niliishi maisha nusu homeless. I lived a half life as homeless. Lakini huyu baba amenisaidia sana mu maisha yangu. This father here helped me through. Aliniambia neno moja. He told me one day, wakati nilikuwa sijaokoka, before I could know Jesus Christ, alinambia Mungu ndiye analeaga wayatima. He said God takes care of. Ilikuwa 2008. That was 2008. Sina baba, sina mama. Without a father, without sina kwa kukimbilia. I didn't have where to go to. Lakini baba na mama wakanikokota. But this father here and this mother here welcomed me. Wakanikomalisha. I grew up. Na muinua Mungu kwa ajili ya siku ya leo. I thank God for this. Niko na ushuhuda mkubwa sana kwa ajili ya baba. I have great testimony about my siku yote tulikuwa tukiongea na baba. Most of the time whenever we talk, hakukosa kuniambia kwamba mwanangu, you used to tell me, mzingatie Mungu mu maisha. Hold on the Lord throughout your life. Nakumbuka mwezi wa 7, I remember in July, baada ya miaka 12 hatujaonana na baba. After 12 years we have never seen each other. Nilitoka kwangu Michigan na familia yangu. I came from Michigan with my family. Na mke wangu. With my wife. Nikaja kumuonesha wazazi. So that he can see the grandchildren. Baba tena hakukosa kuniambia ile neno. But my father never forgot to tell me that word. Alisema mambo ya dunia haina faida. Alisema things of the world are not beneficial. Lakini wanangu, hata tuingie sote mbinguni. But let us go, all of us, to heaven. Ile jambo ni jambo ambalo kwa nikikumbuka nilikuwa nasema ndo baba amebakia mdunia, hakuna baba mwingine niko naye. Sikubahatika kumuona mama yangu. Nikasema ndo wazazi Mungu amenipa. And I did not have chance to see my parents. Lakini nilifikiria kwa siku ya leo hii hatuna la kusema. Kazi ya Mungu haina makosa. The work of God has no failures. Namshukuru Mungu kwa hili. And I thank God through all this. Watoto wangu waliniuliza, dad unaenda wapi? My children asked me, dad, where are you going? Mimi naambia naenda kumzika babu. I'm going to bury your father. Matia kaniuliza, babu amekufa. My son asked me, did Godfather die? Nimwambia babu amekufa. I said yes, he died. Sikia kuumia sana. Ingelikuwa ni nenda na wewe papa, nenda nimuone babu. My son told me that I'd love to go with you so that I can see my father, my grandfather. Kwa hii mwezi wa 12, through this month of December, tumepitia machungu makubwa sana familia. Mke wangu alikuwa mjamzito. My wife was pregnant. Lakini niliamua kumwacha nikuye tu huku. I drove and I left her home. Nilisema Mungu, kazi yako haina makosa. I said you work the Lord. Niliona nikusudia liwe basi tu. You planned it to be that way. Nikuja mjia niko naomba Mungu. I came driving and praying. Lakini nikaja kusikia, sijafika hapa nikasikia mke wangu amepita operation. Before I arrived here, I heard that my wife had this. Kasema Mungu, kazi yako haina makosa. Said your work has no failures. Mapenzi yako atimilike. And your will be done. Namshukuru Mungu. I thank God. Kwa kuwa baba kuniongoza njia mbaya. Because Father did not lead me to the wrong way. Kila siku alikuwa tuambia tutafute njia ya Bwana. He would always teach us the way to heaven. Na mwahidi kwamba sitamwacha. And I know I will never betray him. Na maneno yake yatabakia maisha yetu. And his word will remain into our lives. Asante sana Mungu kwa kuniunganisha na familia. Thank you very much God for joining me to this family. Asante. I thank you. Amen.
Amen. Ndivyo ilivyo. Ni vipindi ambavyo tunakuwa nao katika maisha. Matendo ya mtu itafuatana naye. Hata nimwite mchungaji Oscar atuambie kifupi kuhusu hiyo kundi na baadaye tutaendelea na programu. Tunaheshimu saa ambayo ametupatia, uangalie kwenye simu yako, hatujaenda nje ya saa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Naona tuna huzuni, tusiwe na huzuni. I know we are sad, but let us not be sad. Tusiwe na huzuni. Let us not be saddened. Tuwe na furaha kwa sababu ya Let us be joyful because of our siku moja tutamwona. One day we shall meet him. Kabla ya kuanza nitaomba watumishi wachungaji wote wa New England wako hapa, mtoke hapa. I will call all pastors from New England. Wachungaji wote New England pastors. Pastors from New England. Association of Pastors. Songee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tunaona hawa wazee hapa mbele yenu. If you see these people here in front of you, hapa kushoto kwangu ndio mwenyekiti wetu. on my left this is our chairperson. Huyu hapo ndio msaidizi. This is the vice chairperson. Huyu hapa ndio katibu wetu mwandishi. Here is our secretary. Nikiwa hapa ni mshauri. And I'm here as an advisor. Na wengine nafikiri watakuwa njiani. And others might be on their way. Ni wachungaji kutoka maziwa makuu. Tunajua sisi tumetoka Great Lakes region. Kuna Warundi, kuna Wanyarwanda, kuna Wakongomani. There are Congolese, Burundians and Rwandans. Kuanzia Connecticut. From Connecticut. Paka Vermont. Till Vermont. Ndio mkusanyiko ya hao wachungaji. And this is the group of these pastors. Haijali kanisa. We don't mind any church you lead. Lakini iliunganisha kuhusu watumishi juu ya kazi ya Mungu hapa. What united us is the work of the Lord. Tukiweka huyo mzee wetu aliyotuacha. If we put our father who just left us. Amesema kiongozi hapa gisi alivyo. Our chairperson said how he was. Ni mtu yule gisi alikuwepo kwenye kikao, haumtamsikia, atakuwa ni wa mwisho. And whenever we could have our meetings, he couldn't say a word till the last. Tumefunza kitu kwake. We learned a lot from him. Ni mtu yule alikuwa anapenda kutoa wazo yale ya kusonga mbele. He could always give words which will advance the group. Mambo ya kukua pamoja. And being always together united. Sio kuacha wengine nyuma. Without letting others behind. Nikikumbuka kitu kimoja aliyosema, tulikuwa kwenye kikao moja. I remember one thing he said while we were in a meeting. Anasema hivi. He said, kazi ya Mungu, the work of the Lord, mtu peke yake hawezi kufanya. One person alone cannot do it. Ni kama tukiwa pamoja tunaweza kufanya hizo kazi Mungu ametuleta hapa. All together as united people we can do what has brought us here today. Akatoa mfano wa Musa. And he gave the example of Moses. Musa alifanya kazi peke yake akawa nzito kwake. Moses did the work alone and it was difficult for him. Lakini baba yake Mungu kamwambia, gawa kundi ya watu 150 ili waweze kukusaidia. And his father-in-law told him to share the work among 150 people, so they should help you. Ndipo gisi tulikuwepo katika hiyo kundi. And this is the way we were with him in this group. Hajali kwamba huyu ametoka wapi au huyu ametoka wapi. Do not mind where this or that comes from. Ni mtu ule alikuwa mnyenyekevu zaidi. And he was a very meek person. Nikisema hivyo kwa sababu gani? Why am I saying that? Siku moja tunaenda Connecticut. One day we're going to Connecticut. Nina gari ya watu 5. I had
a car carrying 5 passengers. Tuko 6. And we were 6. Na mimi ndio mdogo katikati ya wale watu. And I was the youngest among them. Nani ataenda kukaa kule nyuma tunaweka mzigo? Who will go and sit behind? Hapa Marekani. Haiwezekani, lakini njoo mzee katikati ya watu wengine pale alikubali kwenda kukaa nyuma. I know it's not allowed for somebody to sit in the carrier, but him, the elder among us, he accepted. Na baki najiuliza, mimi ndio ningekaa kule nyuma. Then I said, I'm the one who was supposed to be there at the back. Lakini kwa sababu ndio naendesha. Because I'm the one driving. Haiwezekani yeye akae kula, akasema pana mimi nitakaa. He said, yes, I'll go and sit there in the carrier. Bwana Yesu asifiwe. Ya pili. The second. Tulikuwa kwenye kikao Rhode Island hapa. We had a meeting here in Rhode Island. No, Connecticut. Rhode Island, Connecticut. Tulipata taarifa kwangu mimi kuna binti wa mzee wangu wa kanisa alipigwa risasi. And we got the news that the daughter of my pastor was shot. Ndio mara yangu ya kwanza kukutana naye kwenye kikao. And it was my first time to meet him in a meeting. Tumeachana naye pale. And we separated from each other. Kwenda nyumbani. When I went home, hiyo shida inakuwa kama ni ya kwake. And that problem became as his own. Anaita mara kwa mara kujua hali ya ule mtoto, kisi tunaendelea kanisa, kisi iko, and how he is a church. Ni mtu ule kwamba ndani mwake is a person that within him Mungu alimuita kweli. God called him. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Na sisi tuko hapa and we are here kama wachungaji, as pastors, tumekuja kuwa pamoja na ninyi familia, with you, the family, ili tuweze kumsindikiza, sio kwamba amekana, so that we can be together to take our brother to his last. Na hata familia wamebaki, and for the family which remain, kama wachungaji, as pastors, tutaweza kuwa katika kufuatilia hata pia mahali ameacha. We are going to continue with the work he has been doing. Mungu awabariki. May God bless you. Amen. Saa zetu zinaendelea na huko tukiheshimu muda. We have to respect time, our time is going. Hatuwezi sema mengi ama kila mtu angesema kuhusu huyu mchungaji. I know everybody has something to say. Lakini tunakuwa na nyimbo ya kuimba, wachungaji mrudie huku tutaimba nyimbo. We have a song to sing as pastor. Munisaidie, mtusaidie kuimba na kushindikiza huyu mtumishi Andolo. Help us to sing this song. Ni mtumishi ambaye alikuwa anatafuta amani na watu wote. Is a person who alikuwa anatafuta amani na watu wote. Who look for na ukisikia habari yake hapa hautasikia sauti ya huyu mchungaji. And wherever he will be, you will not even hear his voice. Amen. Alikuwa ni mtu alikuwa akitafuta amani. He was a peaceful person. Sasa hapa nyimbo nataka kutuuliza hivi. The song is going to ask us, je, tutamuona tena? Are we going to see him? Katika ile mkutano utamuona ndugu Andolo? Meeting, will you meet brother Andolo? Amen. Munisaidie kuimba, ukija kuimba. Tuko na wachungaji wengi zaidi ya hawa. We have so many pastors more than this number we have here. Na hao ambao wamefika, Mungu awabariki sana. Those who are, may God bless. Wengine wameshindwa na visababu mbalimbali. Lakini sisi ambao tumefika, but for those who are, tunatumika pamoja na huyu mzee na leo tumeenda kumwaga. We work with this papa here. Akiwa mchungaji wa kwanza ambao ametoka katika kikundi na kwenda in our group. Amen. Amen. Na tunakumbuka kazi ambayo alifanya pamoja. And we remember the work he has been doing with us. Sema amen. Na ndio maana tunajiuliza, je, tutamuona tena huyu ndugu? Now that's why we are asking ourselves, are we? Tunaimba nyimbo ya wokovu kitabu ya 69 69. Je, tutaonana tena uko ngambo ya Yordani na pamoja na Wakristo ona raha ya milele. Tuonane uko ngambo ya bahari, tuonane kwa furaha uko shida iko mambo. Je, tutaonana tena
salama na amani. Tuonane, tuonane huko ng'ambo ya bahari. Tuonane kwa furaha huko shida ikomapo. Je, tutaonana tena katika mji wa dhahabu penye mto wa uzima, nayo miti ya matunda. Tuonane, tuonane huko ng'ambo ya bahari. Tuonane kwa furaha huko shida ikomapo. Je, tutaonana tena na kumsifu Mungu wetu miongoni mwa Wakristo waimao huko juu. Tuonane, tuonane huko ng'ambo ya bahari. Tuonane kwa furaha huko shida ikomapo. Tutaonana wapenzi waliotuacha huko. Tutawaona wote katika makao mema. Tuonane, tuonane huko ng'ambo ya bahari. Tuonane kwa furaha huko shida ikomapo. Tutaona Bwana Yesu katika mkutano huko. Tutakaribishwa naye katika karamu kuu. Tuonane, tuonane huko ng'ambo ya bahari. Tuonane kwa furaha huko shida ikomapo. Tuonane usipozimia roho katika kazi yote amefanya. Mungu atalipa kila mtu kufuatana na matendo yake. Hata madamu na ndoa utafuatana naye huko shida ikomapo. Tuonane, tuonane huko ng'ambo ya bahari. Tuonane kwa furaha huko shida ikomapo. Amen. Tunarudi kwenye kiti, saa yetu inaendelea. Ninakwenda kumpatia huyu binti yetu dakika mbili. Dada harusi ana neno ndogo ya kusema. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kipindi tulipokuwa hapa tumeitwa kama familia tuimbe wimbo. When we were called here as a family for us to sing, tuliendelea kuimba. We kept singing. Lakini tulikuwa na neno kama watoto pia tushuhudie mzazi wetu. And we also had a word as children to talk about our father. Sasa kipindi tulipoendelea kuimba, and when we continued singing, kwa upande wangu mimi nilishindwa kuendelea na kuimba. it was difficult for me to continue singing.
ndio maana tukupata muda wa kuzungumza. That's why we didn't have time for us to say a word. Lakini ninamshukuru huyo Mungu ambaye anaendelea kutufariji kila itwapo leo. I thank God for him counseling us. Tuliporudi pale chini, when we went back there seated, niliendelea tena kujisikia ile faraja. I felt that calmness. Ndio maana nimesema kwamba niko nimemtikisa mtumishi fulani nikamwambia kwamba tunataka tuzungumze kama watoto. That's why I said, I asked from the pastor that we have a word to say as a children. Na ndio maana tuko hapa wandugu. That's why we are here, my brothers. Sisi ambao tumesimama hapa, as we are standing here, ndo watoto wa mzee huyu. Those are his children. Tuna mkubwa yetu ambaye yuko mbele yetu. We have our elder sister. Hatuko naye hapa. She isn't here with us. Najua waliofika hapa mbele, those who arrived earlier, walimsikia jinsi mume wake alivyoongea. They heard what her husband said. Kwa yale yote aliyozungumza, and all what he has said. Hiyo ndio sababu ya yeye kutokuonekana kwa siku ya leo. That's why our sister is not here today. Lakini tunamshukuru Mungu ambaye ametuwezesha sisi ambao tumepatikana kwa siku ya leo. But we thank God for us who are here today. Tunataka tumshukuru Mungu. We want to thank God. Na mimi kama mkubwa, and me as elder, nakwenda kuzungumza kwa ajili ya ndugu zangu wote kwa ujumla. I will speak on behalf of my relatives. Tunamshukuru Mungu kwa yeye kutupa mzazi kama huyo. We thank God to have a father like this one. Kupata mzazi ambaye ameokoka, watu wa Mungu, ni zawadi kutoka kwa Mungu. Is a gift from God. Baba yetu, our father, ametulea katika neno la Mungu. He brought us in the word of Lord. Ameendelea kutuambia maneno ya Mungu. He kept teaching us the word of God. Nakumbuka hata kisi nilivyokuwa mtoto. And I remember when I was still a child. Nilikuwa mguruguru sana. I was. Lakini alivyoendelea kuniambia maneno ya Mungu, anaendelea kuniombea. And as he kept telling me the word of God. Akaniambia kwamba mwanangu, ipo siku nina imani Mungu atakubadilisha. God will change you. Na ninamshukuru Mungu ambaye anaendelea kunibadilisha siku baada ya siku. He changes me day by day. Tunaendelea kumshukuru Mungu. We thank God. Ninakumbuka kipindi tuko hapa, when we arrived here, aliendelea kuumwa. He was sick. Sasa kipindi anataka kuagana na dunia, when he was about to leave this world, kuna maneno ambayo aliacha na tuambia kama watoto. He left some words for us as children. Na hayo nataka nimshukuru Mungu mbele yenu. I have to thank God in front of you. Kama watu wa Mungu, as Christians, aliacha nasema kwamba, he said this. Wanangu, my children. Alianza kumuuliza kaka yangu hapa. He asked my brother here. Akamuuliza Joseph. He called him Joseph. Relasio yako na Mungu ikoje? How is your relationship? Dunia tunayoishi, in this life we are living, ni dunia ambayo tunaishi maisha mafupi sana. In this life we are living, it's a very short life. Lakini nataka kuwashauri kwamba, I would like to tell you the following. Mumpende Mungu sana. Love God always. Mimi ni baba yenu. I'm your father. Nimempenda Mungu. I loved God. Ningali kijana. When I was young. Mpaka hii miaka nilio nayo. Till this age I'm having now. Naendelea kumpenda Mungu. I still love him. Na kwa hiyo, and therefore, maneno ambayo nataka niwaachie, the words which I want to leave with you. Mumpende Mungu kama jinsi nilivyompenda Mungu. Love God as I loved him. Mimi ni mchungaji. I'm a pastor. Lakini uchungaji hautanifikisha kuingia ile mbingu. Pastorship will not take me to heaven. Kitakachonifikisha mbingu, what will take me to heaven, ni maisha matakatifu ambayo nimeishi hapa chini ya life which I live here on earth. Kwa hiyo nataka niwaambie kwamba, therefore I want to tell you the following.
Muishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Live a holy life which pleases God. Nyinyi kama wanangu, you as my children, hata kama nitaondoka, even if I leave you, sitakwenda na nyinyi. I will not go with you. Sitakwenda na mama yenu. I will not go with your mom. Naenda kupeleka ripoti ile ambayo nimeishi hapa chini ya jua. I'm going to give the report of what I lived here on earth. Kwa hiyo nataka niwaambie kwamba, and I want to tell you the following. Muishi maisha ya kumpendeza Mungu. Live the life of pleasing God. Na sisi tunamshukuru Mungu and we thank God kwa kutupa mzazi kama huyu ambaye ametueleza mambo ya Mungu. Who taught us the word of God. Tunachomuomba Mungu, whenever we pray God, atusaidie to help us katika mwili huu wa kibinadamu. Into this life. Hatuwezi kwa nguvu zetu. We may not make it. Lakini neno la Mungu linasema kwamba but the word of God says, tuyaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. You will do all. Tuna imani na Mungu, atatuwezesha, atatufariji, atatupa nguvu. Na mubarikiwe watu wa Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Amen. Ndio tunaelewa. Tunafika mwisho ya programu yetu. Na kama vile tunasikia kumpenda huyu baba, and we love this father, tusimame twende tumshindikize mpaka nafasi zake ambazo tunamwachia. Usingewakia hata twende safari pamoja nasi. Let's go together. Tunakwenda kuomba na kufunga kipindi hiki. We are going to pray and nitamwita mchungaji wa mahali hapa kwetu Rhode Island. I will call the pastor here in Rhode Island. Ni yale ambao ametukaribisha sisi kutoka huko na huko. Tunaangalia mmoja wetu wa New England. Na tunakuwa na mchungaji Jean-Jacques. Atakwenda kuomba na kufunga mkutano. Is going to pray and close. Karibu. You are welcome, pastor. Prions. Seigneur Jésus, Dieu de toute gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants en ces moments de tristesse, en ce moment où nous sommes en train de tout-puissant de vivre ta parole. Tu avais dit à Adam, puisque tu as écouté la parole de ta femme et tu as mangé de fruits, croyez que tu es la poussière et tu rentreras aux poussières. C'est ainsi que Seigneur Jésus, nous sommes en train de vivre cette parole aujourd'hui. Yahweh notre Dieu, je suis l'un des témoins de Pasteur Ndolo, puisque je travaille avec lui pendant beaucoup des années. C'est un père responsable, un père qui craint Dieu, un homme pieux, un homme que je crois que Seigneur, il est à ta droite, afin de recevoir Dieu Tout-Puissant la couronne que tu as réservée pour tes serviteurs. Et aujourd'hui, nous allons partir pour le mettre de Tout-Puissant dans sa demeure éternelle. Ô éternel notre Dieu, ensemble avec des anges, Yahweh, nous sommes en train de chanter et vous êtes en train de recevoir, ô Dieu de gloire. Merci Seigneur Jésus. Nous abandonnons sur toute la famille entre tes mains. La famille qui est infligée, la famille qui est dans l'angoisse, la famille qui est dans la tristesse. C'est toi le Dieu le Tout-Puissant qui conforte ton peuple. Conforte maman et les enfants, Seigneur. Et toute l'église corps du Christ qui sont venus ici, tout Dieu Tout-Puissant, Seigneur, le pasteur qui sont venus, tous les enfants de Dieu de toutes parts, et oui, même d'autres estates qui sont venus, que ta grâce repose sur eux, Seigneur. Ils ont montré l'amour. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous partons ensemble pour aller Dieu Tout-Puissant, Seigneur, l'accompagner. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous invitons, tunakaribisha wandugu wanaohusika. My condolences to all of you. This concludes the service here at the funeral home. Tunamaliza kazi ya hapa. We will now proceed to the Tuxet Village Cemetery, which is on Harris Street in Warwick. Tutaenda Warwick, Harris Street, kwenye mahali pamwacha ndugu yetu. Therefore, everyone, please go to your vehicles except for the 6 pallbearers. Please remain in the building. Watu wote mwende kwenye gari zenu, isipokuwa wale watakaobeba maiti, watu 6 ndio watabaki nyuma. Thank you. Asante. Oh, ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba, ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Oh Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote, e Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya,
dira umetuonyesha, japo machozi yatiririka, tujikaze, hii ni njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, haleluya, tuonane bandarini kule, tuonane Kifo, kifo, kipo popote tulipo, kipo. Tumombe Mungu atulinde, Hakuna ajuaye muda na saa ya kuondoka. Tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Nenda, vita umeimaliza. Simanzi zimetawa, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka, umetuacha. Kama machozi yangeweza kukuamsha, leo ungeamka shujaa. Kweli, kweli, tutaona na Mungu akiona. Yerusalemu ya Baba, bandarini kule, tuonane, nyumbani milele, Baba, tuonane bandarini kule, tuonane milele kwa Baba Mungu, bandarini kule, uko nyumbani Yerusalemu. Maamuzi ya Mungu ni magumu kupokea, hili nalo ni gumu japo tumelipokea. Lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu. Ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba, ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele, milele. Twakushukuru kwa yote, Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha, japo machozi yatiririka, tujikaze, hii ni njia kila moja. Tunachungana wengine, sikia kuimba, sikia kufurahi, tumshindikize mtumishi wa Mungu furaha. Kama niliwaambia, kulia kwetu singekuwa kama watu wasio na matumaini. Biblia inasema waliokufa watafufuka mbele yetu kama wakati sisi ambao tutakuwa wazima watabadilika, wafu watafufuka. Kwa hiyo acha tumshindikize mtumishi wa Mungu na furaha. Sikia, kama ujue nyimbo, piga mikono. Kwa dalili zote ninaona sasa, Bwana Yesu yu karibu ya kurudi. Baragumu la mwisho talia, waaminifu watachukuliwa.
Katika shida hii nisimamie, tuwezeshe ili tukafanya kazi na mapenzi yako yanimidiwa duniani kama. Asante Mungu wetu, omba pamoja nasi na tuwezeshe, tunaweka familia mkononi mwako. Basi kwa hiyo Baba, kadiri waimbaji wanavyoimba gari maelfu tunaona mkono wako. Asante Mungu, kuomba ni kwetu na kukaribisha katika Kristo, kuomba na kuamini. Amen. 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 Kama vile tulisema programu yote tumemaliza huko. Na tunakwenda kumalizia kipindi ya mwisho. We are now finishing. Na tutamwita mchungaji Jean-Pierre akwe karibu yetu hapa. We are going to call Pastor Jean-Pierre to be called to us. Kwa mbele ya mchungaji Jean-Pierre ya karibia, tunamwita mchungaji Jacques ambao amekuwa na nyimbo ya dakika 2 kwa kumuraga huyu mtumishi ambao amefanya kazi ya Mungu pamoja siku za kutosha. Karibu sana kwa dakika 3. Nisaidie kitabu cha wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nimshindikize huyu mtumishi wa Mungu. I would like to accompany this servant of God, representant Andolo, representative Andolo wa kanisa la SP pale kambini, the pastor of the church SP in the camp. Na neno ama wimbo uko katika kitabu cha wokovu 240 and the song is number 245. Wanaofahamu nitabidi twende wote pamoja. For those who know the song, please join me. Mikwaju itiwapo giza na kivuli, katika nchi ya Belsheba ya zamani, alitembea Ibrahimu alfajiri, na maumivu na huzuni ni rohoni, kwa kuwa aliitwa na Mwenyezi Mungu kutii amri yake bila nunguniko, na hapo akaomboleza, e Bwanangu, wataka nitakutolea mwana wangu. Haleluya. Amen. Tunaingia katika kitikio chake cha pili. Sauti ya Bwanake alifahamu, mtoe mwana wako wa pekee, ukamtoe juu ya madhabahu, kafara ya samani utanitolea. Aishi hapo. Amen. Amen. Ndio tunaendelea na tunamuita mchungaji Jean-Pierre kwa neno ndogo, kwa ndogo, na baadaye tunaendelea. Tunaogopa hali ya hewa na tumemaliza kazi yote huko. Tuvumilie tumalize. Karibu. Tunaendelea kama the way we started, we know we have hope. Tuko na tumaini. Yes, we are not just like a people who don't have hope. Hatuko kama wale wasiokuwa na tumaini. Because we know the Lord. Kwa sababu tunamjua. And we understood that this is the way for all of us. Na tumeelewa ya kwamba hii ndio njia ya watu wote. Only we go different times. Tunaenda tu siku tofauti. One is today, another moja ni leo, mwingine ni kesho, na wengine ni siku ijayo. And what is important also is how do we prepare ourselves. Cha lazima ni namna gani tunajitayarisha kwa kisi tunachunga muda wetu. So I'm going to just say briefly because we had already the word of God there. Nitasema tu mafupi kwa sababu tulikuwa na tulilisha neno la Mungu kule. The word that Jesus himself left with the disciples. Neno Yesu aliacha na wafuasi wake. Because when he told them that is going, wakati aliwaelezea kama naenda, they start now looking at the surrounding. Wakakuwa wanaangalia kando kando. They started thinking, what are we going to do with the Pharisees and the Sadducees? Na tutafanya nini na hao Wafariseo na wengine? Who are always looking for us. Wanao tutafuta. So they started seeing the problem around them. Wakakuwa wanaanza kuona shida na matatizo yanayowazunguka. Who was helping them. Kwa sababu ule aliyekuwa msaidizi, Jesus, Yesu Kristo, he told them, I am going. Aliwaambia kama mimi naenda. So it is the same way when our beloved father or preacher goes.
Na ni sawa na kama vile ndugu yetu baba mtumishi wa Mungu anaenda. We start asking ourselves. Tunaanza kujiuliza, if he was my father, kama alikuwa baba yangu, what am I going to do after him? Nitafanya nini kisha yeye kwenda? If he was a pastor, kama alikuwa mchungaji wangu, members start asking themselves, wa memba wa kanisa lake wanaanza kujiuliza, tutafanya nini na kanisa? Who is going to be the next? Nani atayefuata? Is he going to be like our father? Atakuwa kama huyu mchungaji wetu ametuacha? So there were so many questions. Kulikuwa maulizo mengi sana. Then Jesus said, kisha Yesu akasema, let not your heart be troubled. Musiache moyo yenu iwa. Believe in God and believe also in me. Muamini neno la Mungu na muamini mimi pia. In my father's house are many mansions. Nyumbani mwa baba yangu kuna vyumba vingi, kuna makao mengi. If it were not so, kama singelikuwa hivyo, I would have told you. Ningeliwaambia. I go to prepare a place for you. Mimi naenda kutayarisha makao kwenyu. And if I go and prepare a place for you, na kama mimi naenda kutayarisha makao, I will come again. Nitakuja tena and receive you, nitawachukua unto myself, wangu, that where I am, maana mahali nitakapokuwa, there you will be also. Na hapo mtakuwa. So that is the same promise as I was talking in the church. Ile ndio agano tulisikia wakati nilikuwa kanisani. Either we will be still alive, kama tutakuwa tungali uhai, or we will be already gone, wala kama tutakuwa tumekwenda katikati yake, we will still receive atatupokea. So that is the hope. Ile ndio tumaini tunalokuwa nayo. Every day as we live. Kila siku tunaishi. That is the same hope we who are remaining, na ile tumaini sisi tunaoishi we have, tunayokuwa nayo, so that when our days come, siku yetu kienea, we will see our brother, tutaona ndugu yetu. Amen. Amen. This is not the end for those who believe. Hii sio mwisho kwa wale wanaoamini. This is a transition. Hiyo tu ni kubadilisha mahali. So let us pray, then I give my brother an opportunity to continue. Nitaomba kisha nitampatia ndugu yangu wapate. Father, in Jesus' mighty name, Lord, we continue, King of glory, reminding ourselves about the promise that you have given us. This is not our home. We are in transit, talking of glory. One goes today, another one goes tomorrow. But all the destination is the same thing. I pray that as we remain here, Lord, help us to be faithful, so that also when our time comes, we'll be able to see our brother, not even him, even those who have been faithful and they go before us. I pray for comfort for the family of King of Glory, to know that they don't remain alone. You are with them, O King of Glory. They are also with the family of God, the church, that King of Glory you have died for. Thank you, mighty Redeemer, because you are everything in us. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Tunaendelea na programu yetu. Tunaita wale ambao wanahusika kushusha mwili kwenye udongo. Of the family, I'd like to thank all of the pastors for their prayers, for their words of comfort, to all the pallbearers for their services this morning, and to all of you for your presence here. Continue to support the family with the days going ahead, because they'll need you and you'll need them as well. This concludes the service here at the cemetery. The casket will now be lowered. Okay, tunawashukuru wote, familia na watu wote waliofika hapa. Tuzidi kuongoza familia kama vile tulieleza, na sasa wakati mwili utashuka itakuwa ni mwisho wa kazi yote tutakayofanya hapa. Karibu waimbaji.
kwenye dunia, kilio chako ni kicheko kwa mwengine, furaha yako ni kero kwa mwengine, na mateso yako ndiyo raha ya mwengine. Upendo unafanana na chuki, chuki nayo inafanana na upendo. Wema unakopeshwa wema, ninakutendea wema ila kesho nawe unitendee. Wanaokupa pole ndiyo wanaokuumiza, wanaokusaidia kutafuta ndiyo wanaokuibia. Habari mbaya inavuma kuliko njema, Ndiyo dunia. hata utende wema vipi, baya moja litaonekana. Ndiyo dunia leo. Ukikemea dhambi unaitwa mshamba we. Ndiyo dunia. Pokea magari, hiyo ndiyo lugha yetu. Ndiyo dunia leo. Dunia, dunia. Ndiyo dunia. Hiyo ndiyo dunia ya leo. Ndiyo dunia leo. Ukiwa na akili unatengwa na jamii, ukiwa mbumbumbu unashabiki wawe, ukisema maneno ya busara unapingwa, kitamka ujinga unashangili wawe. Maadui zetu hawatoki mbali tena, ni wale wale tunakula na kucheka nao. Tunaishi kwenye dunia, mchawi wako anavaa suti na Biblia. Matakatifu inasema Ukianza biashara maadui wanakuwa wengi. mavumbini umekuja from dust na mavumbini utarudi to dust you return. Lakini tunajua siku moja Mungu atakufufua na moja na mwili. We have hope that one day God will raise you up. Watumishi wangu mchungaji. Karibu sana watumishi. Kabla tujaita mama. Faraja kubwa ni kwako. Baba wangu ni faraja. Yesu naomba nisaidie. Amen. Kwa hiyo tunamwita mama, anasema neno moja kwa kumuraga mtumishi wa Mungu. Oh baba yangu. Oh baba yangu. Mama asimame kama atatupa maua na anasema kama hawezi. Katika safari nisaidie Yesu, Yesu wangu nisaidie Yesu, Yesu nisaidie, oh Yesu nisaidie, Yesu nisaidie, Yesu nisaidie, Mungu nisaidie. Tuleta Afrika tufike. Yesu nisaidie. Tulikuwa wote. Tumefanya kazi kwa pamoja. Nawe umeona imekupendeza. Umchukue mtumishi wako. Kwa sisi wanadamu tusingezuia. Uliona imekupendeza. Ninachohitaji utufariji sisi ambao tumebaki Baba. Oh, faraja kubwa ni kwako Mungu wangu. Naomba nisaidie na familia Baba. Kwa hiyo tunakaribisha watu kutia maua na kuaga mwili, baadaye tunaita watu kwa kuzika. Naomba nisaidie Baba. Familia inatupa maua na wengine wanaendelea. Naomba nisaidie Baba yangu. Sina faraja nyingine Yesu. Kwako ndiko kuna faraja Baba. Tupa maua nene.
Kwa nini kujisumbua kwa bure? Taabu na shida za Bwana, unayo magari maelfu na lenye linalonifaa. Unichagulie mwenyewe Bwanangu, nifike salama mbinguni. Unichagulie mwenyewe Bwanangu, nifike salama mbinguni. Kama Elia umefika kabisa, nitakapoacha dunia. Uchungu na shida na uko utakwisha, milele tutashangilia. Uchungu na shida za uko utakwisha, milele tutashangilia. Tutamusujudu Mwokozi daima, kuimba maelfu pamoja. Ee Mungu wa kina mwenye wema, katika shauri na tendo. Ee Mungu wa kina mwenye wema, katika shauri na tendo. Na kama Elia upesi kabisa, utakavyoacha dunia. Uchungu na shida za utakwisha, milele nitashangilia. Uchungu na shida za utakwisha, milele nitashangilia. Mwokozi daima, kuimba maelfu pamoja. Ee Mungu wa kina mwenye wema, katika shauri na tendo. Ee Mungu wa kina mwenye wema, katika shauri na tendo. Amen. Amen. Tunafika mwisho. We are at the end. Tunasema asante kwa kutuvumilia. We thank you for your patience. Na tunawatangazia kutoka hapa, from here tunakwenda kutafuta kwenye tutakutanana. We are going where wala ambao hawana address, wala ambao hawana address. Tuko 747 Broad Street. 747 Broad Street, Providence. Tunakutanana kisha hapa. Tunakutanana pale. Kwa hiyo tunataka patia muda wafinike mwili. Wakati wa mwili. We give them time to. Kwa hiyo tufungue fasi, tuachie wa ndugu kwa kufanya kazi yao. Tunakwenda kuomba na kufunga hii mkutano wetu. We are going to pray and close our service today. Kwa hiyo acha tuombe. Let us pray. Nisaidie Yesu. Nisaidie Yesu. Yesu nisaidie. Yesu. Ndio tunakuwa na tangazo kwa wale wanaohusika kwa kuandaa hii mkutano. Kuko wale ambao waliacha makazi zao. We have something to tell those ones who prepared this service. Kuna watu walitoka mahali fulani wameacha kazi. There are so many people who came far away and left their job. Wanapenda karatasi fulani ya exemption kuwaruhusu kwenda kukazi pasipokuwa na shida. They need a paper which will give back to work. Kwa hiyo mtaona president wetu wa Wakongomani hapa atawaambia. And you will see the chairperson of the Congolese community here. Kwa hiyo acha tuombe. Let us pray. Baba, katika jina la Yesu aliye hai, ninasema asante kwa maana ulionekana kuwa alfa katika mkutano huu. Umeendelea mzima kama vile Emmanuel, na tazama umemaliza kuwa omega ndani ya mkutano mchana wa leo. Bariki mama huyu, bariki baba huyu, bariki kijana huyu ambaye ameacha mahitaji yake ili kutumikia mwili wa mtumishi wako. Na hivi Mungu, tumemwacha mahali hapa, tunahitaji mbingu wa malaika wa mulinde usiku na mchana
mpaka hiyo siku ya ufufuo ya mwisho. Ninasema asante kwa maana ulianza nasi. Basi Mungu, uache amani yako iondoke na kila mmoja. Ni kupitia jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu tunaomba. Amen. Niliyoyatenda kwenu mengi sasa yatosha, hayakuwa na thamani nilivyokuwa nanyi. Niliyoyatenda kwenu mengi sasa yatosha, hayakuwa na thamani nilivyokuwa nanyi. Sasa umefika muda wa kuachana. Niliyoyatenda mabaya kwenu naomba mnisamehe. Sasa umefika muda wa kuachana. Niliyoyatenda mabaya kwenu naomba mnisamehe. Niliyoyatenda kwenu mengi sasa yatosha, hayakuwa na thamani nilivyokuwa nanyi. Niliyoyatenda kwenu mengi sasa yatosha, hayakuwa na thamani nilivyokuwa nanyi. Sasa umefika muda wa kuachana. Niliyoyatenda mabaya kwenu naomba mnisamehe. Sasa umefika muda wa kuachana. Niliyoyatenda mabaya kwenu naomba mnisamehe.